kweli kwamba ni mganga sio mganga. Tubishane kwa hoja. Shekhe, hizi ni nini hizi? Huyu si Firdaus huyu. Ameshika nini? Si hizi hapa, si ndio haya hapa? Tunda hili hapa ndio hili hapa shehe, angalia vizuri. Haya hapa mwingine ameweka mkononi. Hizi hapa video zake hizi. Hizi hapa video zake hizi hapa hizi. Na si ndio hizi hapa hizi. Pata wapi hizo? Watu wanajiuliza. Hizi tulatula ina kazi nyingi, tulatula inaua. Tulatula inaponya, inakinga chuma ulete. Tulatula jiandiko kwenye vitabu. Sasa shehe. Sema nini? Tumuombe Mungu tu atufanyie wepesi. Na anahitaji kupata tiba hapa kwangu aje. Ana hela hana hela aje. 0768247710 namba yangu ndio hiyo hapo. Kama uko nje ya nchi nitafute kwenye namba hiyo jumlisha 255 255768247710. Wewe uko Kenya, Uganda, Marekani, Oman, Dubai, sio nchi gani, nchi zote zilizopo wewe nitafute. Afuone kama ufanikiwe. Kama shehe siku hizo wanatumia tulatula. Mashehe wengi ni waganga. Kwa hiyo tulatula nataka tufafanue zaidi. Tulatula ni mti umekuaje? Pengine umeandikwa katika vitabu vya kiganga hatujui. Na kwa nini unathibitishia kwamba tulatula inaweza kumuua mtu? Ukija siku nyingine utaukuta hapa huo mti wa tulatula. Utaukuta hapa huo mti wa tulatula. Unauleta kabisa. Na uleta hapa. Afu onyesha watazamaji wako. Na maana kwamba kwenye shamba lako kuna kila kitu. Ule mti una vitu vingi sana. Ule mti unaponya, ule mti unaua. Vitunda vile. Hata jina lake. Hizi hapa hizi. Hizi na kuua nikipata sindano. Kwenye ile picha kwa kuna nani? Ni picha ya Firdaus. Sindano kama hizi hapa hizi. Unaona hizi sindano hizi? Mimi naandika jina lako hapa shangu. Mimi nakuua. Unaona hizi sindano hizi? Hii hapa inaua. Unaisha? Sindano hizi hapa hizi. Umechomeka? Kitu kimoja unajua watu wengi sana wenyewe. Inaichomeka hivi. Afu kuna nuia sasa. Nishaandika jina kwamba kama ninavyochomeka sindano hii basi acha bana. Namshindilia msumari fulani bini fulani na uchomeka ngwa. Anaona na uchomeka na huu ngwa. Ishara msalaba huu. Kusha maneno. Naona she. Hii she unakufa hii. Na hii inaponya. Sasa kuniambia kwamba sio mganga. Hiyo kwa maana. Mtazamaji wa Rich Media. Hiyo ndo nini ndulele? Hii ndulele au tulatula. Au wenzetu kule Goma wanaita urusangarumeze. Nini? Urusangarumeze. Urusangarumeze. Sio Goma tunajua mambo bwana. Kigoma. Urusangarumeze. Sasa wewe unasemaje? Hivi vitu vinaua. Kwa shehe wangu ni jambo ambalo inabidi tu watu wajue kwamba watu wengi sasa hivi ni waganga. Ndio maana watu wakina nani tuambie? Sio wewe unawajua ni waganga na wanajijua. Mimi wanipiga vita. Ndio maana waganga sisi tupendani. Kwa sababu mtu akisema ukweli anaonekana mbaya. Waganga wapendani, wachawi ndio wanapendana, maana wachawi wanaua watu kila siku. Waganga kule, waganga hatupendani, tunachukiana. Waganga zupo na tazi. Achana mashehe, watu wamesema kwamba utapewa laana na mashehe. Firdaus atakupa laana. Ashawapa laana wangapi? Kama kweli nimeongea nachokiongea ni uongo, basi anilani. Na kilinge hapa kitafunga. Kilinge hapa kitafungwa. Lakini kama anachokiongea ni ukweli. Shekhe unaingia kilingeni, mganga na tunguli. Na huyo. Unaenda kwa shegana wathibitishie. Naomba tu Firdaus aseme kama ana tunguli. Firdaus mimi ndote Firdaus kwa shemeni ndo hata wakina Sura matunguli wanajua kuyatengeneza. Wakina Shesha wanajua kutengeneza matunguli. Acha bana. So umeitwa na Mungu wewe. Wewe huwezi kuitwa na Mungu wewe. Mbona mimi kwa tunguli usingoze? Zipo hizi tunguli. Sasa unaniambia kwamba nini? Kuna tunguli. Kwa tunakubaliana kwamba mashia sasa hivi wa Tanzania ni waganga. Hilo halina ubishi hilo. Halina ubishi hilo. Hilo usikie hapa. Maana wako tunatunza. Halina ubishi hilo, mashehe wengi wa Tanzania wengi wananielewa. Waganga.
Shehe, kumcha Mwenyezi Mungu ni kazi kubwa sana kuwa kabisa Bernard na Mwenyezi Mungu ni kazi. Kazi kubwa sana. Kumtumikia Mungu shehe ni kazi kubwa sana. Bila matabibu wengi wa Tanzania au mashehe wengi wa Tanzania. Wao mashehe umeona kwenye kioo. Shehe, nipe hicho kioo hapo hicho. Sasa huu ndo mtambo wangu mimi huu. Ujivutie hicho. Changamoto ni kwamba changamoto ni moja. Unaelewa? Shehe, mimi nikichukua ilani yangu nikachukua na hivi vitu vyangu. Nikakuandika jina lako hapa. Nikakuandika hapa. Nikaanza kufanya mambo yangu. Hapa. Kusha maneno. Tuna pia kitu. Kwani shehe, uchawi ni nini? Hizo sio uchawi ni nini? Kwa shehe wako unaandika gani? Kwani shehe, nikuuliza uchawi ni nini? Uchawi ni hivi vitu ambavyo hata nyumbani kwako vipo. Kwa sababu mbazi unaujua? Huu hapa mbazi. Unaona huu mti? Si akula hiyo? Huu mti una uwezo wa kuponya. Huu mti una uwezo wa kuua. Ndio maana wachawi katika mti ambao namba moja wachawi wanautumia ni huu. Hapo si umenielewa vizuri? Huu mti una uwezo kufanya kuponya, huu mti unaweza kuua. Mkunde poli unaujua? Nini? Mkunde poli au mzugwazugwa au mgosiagona. Ndio nini? Hiyo ni miti ambayo inaponya lakini inaweza kuua. Acha masiara. Kwa shehe wangu, ninachokuambia ni kitu kimoja. Wenzetu waseme ukweli. Kwamba bana sisi ni waganga. Sisi ni waganga. Wakubali tu ukweli kwamba sisi ni waganga. Mbona mimi nimekubali? Mbona mimi nakubali? Jamani mimi ni mganga. Wewe? Mimi ni mganga. Wale mashehe ni watu wameitwa na Mungu. Wakubali kwamba ni waganga, sio mashehe. Mwataje? Shehe, nitazoa taharuki hapa. Sababu wengine ndio wao ambao tunawaamini. Bwana, tutoke hapo. Tumezungumza vizuri sana Dr. Rwana. Nikasema kwamba kabla sijahitimisha niweze kumuuliza swali hapa ambalo limetrend sana katika mtandao wa kijamii, watazamaji wanatamani kujua. Sasa kuna mchungaji mmoja ambaye ni muda mrefu kweli kweli, namzungumzia Anthony Lusekelo, mzee wa upako. Ameonekana kuna video moja ambayo imetrend sana katika mtandao wa kijamii. Nikasema kwamba niweze kuzungumza naye, nisipoteze wakati, tuweze kuzungumza hiki kitu ambacho kimetrend. Sasa inasemekana yeye kwa mujibu wake amesema kwamba Yesu hakuwa Mkristo bali alikuwa Muislamu, na sinagogi kwa Kiswahili ni msikiti. Sasa watu wa imani ndio hapa. Nikasema nizungumze naye Dr. Rwana bila kupepesa macho. Dr. Rwana, tuzungumze ile hapa ambayo limetrend sana katika mtandao wa kijamii. Kwa upande wako unaonaje? Yesu ni alikuwa Mkristo au tuseme Yesu alikuwa Muislamu au Yesu alikuwa nani katika imani yako mwenyewe? Shehe, kwanza imani ina vitu vingi sana. Imani na vitu vingi sana. Na angalia watu wengi ambao wanaongea mambo ni watu ambao ni matajiri. Wakati kabla hajapata hela, kwa nini huongea mambo? Fuatilia watu ambao wanaongea mambo. Wanaongea ukweli baada ya kupata pesa. Baada? Wameshawachuma watu, wana hela, wanaanza kuongea mambo kama hayo. Na mtu ambaye umeniuliza ana pesa? Anazo nyingi. Kwa nini ndo amejua hicho kitu? Wafunguka. Leo ndo amejua kwamba ndo amesoma Biblia, amekutana nacho kitu, kajua hicho kitu. Alikuwa hajui. Kwa nini hakuambia watu ukweli muda mrefu wakati ana pesa? Shehe, hela zina siri. Mimi kila siku tunawaambia hela zina siri. Kama ulivyosema wachungaji wengi wanajua alichokifanya. Wengi ni ndo kama vile. Kwa sababu piga mahesabu, ni mtu ambaye ni ana zaidi ya miaka 35 anafanya kazi ya huduma. Hata miaka 40 imefika kwenye game. Yaani ni mchungaji. Kwamba leo ndo amejua kwamba Yesu hakuwa Mkristo. Sawa, Yesu alikuwa nani? Mimi sijui. Wewe Yesu alikuwa nani? Mimi najua ni Masihi basi. Mimi najua Yesu ni nabii kama nabii wengine, kama kina nabii Mtume Muhammad, kama kina Ibrahimu. Kama kina manabii wapo wengi. Mimi najua ni nabii kama nabii wengine. Au mambo mengine bana mimi sitaki kuingilia sana huko.
Wapo ambao wana elimu bana, ambao wamesoma Bible, wamesoma msafu vizuri, Qur'ani vizuri. Lakini ni mtu wa imani, tuambie kiundani. Ni kweli, lakini kujua. Ni kweli. Yaani usitufiche. Watazamaji walichimbilia watamani kujua kiundani. Hii imekaaje kwa upande wako? Sheikh, dini ina vitu vingi sana. Mtu akishaamini kitu fulani kumtoa kwenye kitu anachokiamini kazi sana. Unamkuta mtu anakuambia Wakristo ni makafiri. Wakristo ni makafiri. Wakristo ni makafiri. Anakuambia Wakristo ni makafiri. Makafiri. Muulize swali moja. Wewe ungezaliwa unamkuta mama yako ni Mkristo, ungekuwa dini gani? Atakwambia nilikuwa Mkristo. Umezaliwa unamkuta mamako ni Waislamu. Wewe ni dini gani? Ni Muislamu. Kwa hapo sasa kwa nini useme wale ni makafiri? Kwa sababu tumefuata tu njia ambayo tumeshatengenezewa na wazazi. Wengi tunafuata mkumbo. Tunafuata mkumbo kwamba dini imeshawekwa hivi tunafuata. Ukweli halisi hatujui. Hakuna mtu ambaye anatoka hapa akasema kwamba ukweli halisi. Kwamba dini ya Kristo ndio dini ya haki, dini ya Kiislamu dini ya haki. Mimi siwezi kuingilia hayo mambo. Sababu mimi nimezaliwa kama mimi hapa. Mimi nimesilimu nikiwa mkubwa. Mimi nilikuwa Mkristo. Ndio. Unaelewa? Mimi nilikuwa Mkristo. Nimesilimu na miaka 10 sasa hivi nimesilimu. Nimekuwa Muislamu. Kwa dini miaka 10. Kwa dini ya Kikristo najua vizuri. Ya Kiislamu ndio siwezi kusema najua sana, lakini naijua kwa kiasi. Wanaelewa vizuri. Kwa hiyo kuna vitu kiniambia mimi nashindwa kukuelewa. Hata watu mimi nawaambiaga, wewe ungezaliwa sasa hivi. Umemkuta labda Mkristo si ndio anakula nguruwe. Unaanza kumlaumu kwamba ni laana, si nini. Acha mtu aamini anachokiamini. Mimi nimefikia hatua hiyo. Acha mtu aamini anachokiamini. Kwa sababu wewe ungezaliwa unamkuta mama yako na baba yako ni Wakristo, ungekuwa ni Mkristo. Na ungekuwa sasa unawaponda Waislamu. Ndio. Lakini umezaliwa unakuta kwa hizi dini zisitugombanishe sana, ndio maana wenyewe mashehe wanajua. Mashehe, wachungaji wanakaa wanapiga story vizuri tu. Sasa hivi wanaongea vizuri kwa sababu wanajua ukweli. Sisi wa huku ndio ambao sisi tunalumbana sana na mambo ya mipira, Simba na Yanga. Wachezaji viongozi hawana bifu, lakini sisi kama sisi mashabiki tunafuata mkumbo, ndio tuna bifu. Waumini ndio waumini hao. Waumini wa Kristo, waumini wa Kiislamu, kila mtu anajiona kwamba yeye ndio bora kuliko mwingine. Wewe ni bora ni Mwenyezi Mungu bana. Wewe ungekuwa bora ungekuwa hapo wewe. Bora ni Mwenyezi Mungu. Ambaye ametuumba sisi wote wa Kristo na Waislamu na ambao hawana dini wote wapo na wanaishi. Sasa wewe unajiona bora kuliko mwingine? Niliweza kufanya interview na Sheikh Firdaus Al-Kadili yupo pale mitaa ya Kongoe. Tukazungumza swala hili hapa, yeye akathibitisha kusema kwamba Yesu alikuwa ni kwao wanamuita Isa, si ndio? Kama sijakosea. Wanaamini kwamba yule alikuwa Muislamu. Mimi nimekutafuta wewe bwana, usitufiche bwana Dr. Luana. Na wewe ni mtu wa imani bwana. Usitaki kutuambia Yesu alikuwa katika imani yako. Shehe, kwanza ukifuatilia kwamba mpaka tunasema mambo kama hayo, kwa sababu mambo yote hayo wote wale walikuwa ni Waarabu, si wa nini. Kwa kuna vitu ambavyo sisi tunakuwa nani? Wale si walikuwa ni Waarabu. Sijasoma sana, mimi siwezi kusema sana. Anaelewa shehe wangu? Mimi sijasoma sana, siwezi kulizungumzia sana. Lakini masuala ya dini haya, masuala ya dini, ukifikia watu wanauana, wanachomana visu kwenye masuala ya dini. Sheikh, dini za watu utakugu zingine kwa hiyo aache tu kama ulivyokuta. Yaani ulivyokuta aache hivyo hivyo. Kila mtu aamini anacho kiamini. Sheikh, mimi nimeenda China. Umeenda? Nimeenda China. Naungo? Hapana, tunaenda kufanya kazi kuwatibia watu. Ukuta watu wanaamini wanavyoviamini wao na ndio maana wana maendeleo. Sisi ni ngumu sasa hivi unakuta mtu anatafuta mdada wa kazi tu anakuambia awe Muislamu. Yaani Muislamu anakuambia mimi sitaki dada wa kazi Mkristo. Au Mkristo anakuambia sitaki dada wa kazi Muislamu kwa sababu mimi nyumbani kwangu napika kitimoto. Ubaguzi. Ubaguzi ndio maana unafanya nchi yetu tunashindwa kupata maendeleo. Ndio. Kwa sababu Mkristo anajiona yeye ndio yuko juu ya Muislamu. Muislamu anajiona yuko juu ya Mkristo. Sasa tuwezi kuishi hivyo. Maisha ya ubaguzi mpaka lini? Maisha yenyewe yako wapi haya sasa hivi? Leo upo dunia, kesho upo umekufa. Na dini tumezikuta tunakufa tunaziacha. Dini tumezikuta tutakufa tutafanyaje? Tunaziacha. Ndio maana mambo ya dini sitaki kuzungumzia sana kwa sababu naelewa kwa dini watu wanauana, wanachomana visu.
Kila mtu anajiona yeye ni bora kuliko mwingine. Sasa mimi siwezi kujiona ni bora kuliko mimi. Mkristo ndugu yangu, Muislamu ndugu yangu, ambaye hana dini ndugu yangu, wewe ni mpagani ndugu yangu, wewe ni ndugu yangu, wewe ni Bahamedi ndugu yangu, wewe ni Kamaria ndugu yangu, kwa sababu Yesu alikuwa anatembea kote. Mtume Muhammad yeye mwenyewe wakati wanafanya miaza alikuwa anatembea sehemu mbalimbali. Wanaelewa wote viongozi wa manabii walikuwa wanatembea sehemu mbalimbali. Yesu ametembea sehemu nyingi, mpaka kuna story moja nilisoma, kitabu gani sio cha nani yule, ni Rebeka sio nani, alipaka mafuta Bahamedi, alikuwa anajiuza, alipaka mafuta nywele zake, wanampangusa Yesu miguuni, mtu anajiuza. Wanafunzi wanataka si kufanya nini, soma kidogo ile. Kwa mimi ambaye hana dini ni ndugu yangu, mwenye dini ni ndugu yangu, Kamaria ni ndugu yangu, Bahamedi ni ndugu yangu, sio unajiuza wewe ni ndugu yangu. Hapa napokea watu wote na nasaidia watu wote. Mimi siwezi kumwacha eti huyu mtu eti sana jiuza sisi simsaidie na msaidia. Siwezi kubali mtu unapata matatizo eti kisa wewe si uko hivi na hivi eti wewe ni haramu. Mimi nakusaidia. Kwa sababu kwangu mimi hamna haramu. Siwezi kukuona wewe binadamu mwenzangu ni haramu. Ndio. Kwa sababu hizi dini hizi zinatugombanisha na vitu vingi sana. Dini hizi zinatugombanisha na mambo mengi sana. Zinatugombanisha na vitu vingi sana. Mambo ya dini sio ya kuingilia she. Wenzao wako juu anapiga hela. Wao anapiga hela. Angalia mashehe wote wanasema mashehe hao. Angalia magari wanaoendesha hao. Alafu angalia hao wengine ambao wanaambiwa wako vipi? Hata kula kwao mtihani. Wengine matajiri hao. Ni matajiri hao unaoongelea wewe ni matajiri. Alafu angalia wengine ambao wanasema wana maisha gani? Kwa nini wasiuze mali zao wawasaidie maskini? Kwa sababu kumtumikia Mungu ni kujitoa muhanga. Anaelewa shehe wangu? Kwa kumtumikia Mungu uko tayari wewe usile wenzio wale. Uko tayari wewe kufa kwa sababu ya watu wengine. Nani ambayo hapa Tanzania yuko tayari kufa kwa sababu ya watu wengine? Anyoshe mikono. Bala mimi niko atangaze, bala mimi niko tayari kufa. Figo zangu zitolewe kwa sababu Muhimbili pale kuna watu wanakufa kwa sababu figo zao zimefeli. Atangaza, bala mimi niko tayari kutolewa figo zangu akapewe wale watu. Watu wapo tayari. Nani? Shehe nani mtu shehe? Watu wanauza viungo lakini. Shehe kula unajua samaki kibua amekaangwa vizuri na wali. Shehe wewe chakula kitamu bana shehe wangu. Nani kila mtu anataka kuishi. Kumtumikia Mungu ni kazi sana. Mimi kwenye mambo ya dini nimeshakataa sana kwa sababu kuingilia sana. Nataka kutoa siri za ni biashara za watu. Kwa sababu shehe kuna watu wana maisha. Kuna watu ni matajiri. Shehe ukipata hata watazamaji wako nawaambia wakipata bahati watembelee mahospitalini Segerea wajifunze mambo mengi. Wanaelewa shehe? Wajifunze mambo mengi. Tembea hospitalini ambao ndio hospitali Segerea. Kila siku ya Jumamosi na Jumapili siku kwenda kuwaona wafungwa. Jamani ni bure sio hela. Waende wakawaone wafungwa. Ni bure sio hela. Shehe unaenda kuwaona watu wamejaa pale wale mahabusu wale wamejaa. Tunaomba tamia, tunaomba hata sabuni. Yaani unamuona kabisa mtu anachoka. Afu kuifuatilia kesi yake, kesi ni kuzingishiwa. Kesi ni ya nini? Kesi ni ya nini? Unanielewa? Kesi ni ya nini? Kesi ni ya nini? Kwa hiyo ninachokiomba ni kitu kimoja shehe. Ndio. Watu waende hospitali. Weka ratiba yako vizuri. Wewe si mwanadamu, wewe una imani. Una hofu ya Mungu. Jumamosi na Jumapili mimi nikimaliza ratiba zangu za wiki nzima za kutafuta ugali. Jumamosi nitaenda hospitali fulani, nitaenda hospitali fulani. Waende Mwananyamala, waende Moi, wakaone watu ambao wanakatwa miguu. Naelewa shehe? Alafu mtu una VAT milioni 180, milioni 80 hapo imekaa, milioni 50 imekaa. Mtu ana Alfa 5, ana hali ya new model. Ana gari ya milioni 150, milioni 100, milioni 90. Muislamu huyo au Mkristo huyo? Wakati kuna watu wanakufa kwa sababu ya kukosa damu. Damu tu hamna. Kuna watu wanakufa. Unanisikia shehe wangu? Kwa hiyo ninachokiomba ni kitu kimoja. Haya mambo ya dini ni ya kuachana nayo. Unakuta mchungaji ana gari V8. Shehe V8 bei gani? Milioni kwanza 100. Milioni 100. Tusiende mbali kwamba mimi sehemu nyingine kumtumikia Mungu ni kusacrifice maisha. Unaona wa Roman Catholic? Unajua kwa nini mapadri hawaoi? Kwa nini? Unajua kwa nini padri hawaoi? Padri ile ni sadaka. Ni
Ni sadaka, ndio maana upadri haulazimishwi. Kuwa padri hulazimishwi. Na sio dhambi. Kwenye Biblia ipo ambao wanaita si watawa, si watu hawa. Watu ambao wamechaguliwa kutoka tumboni mwa mama zao kwamba watamtumikia Mungu. Ndio maana padri akifa na ziko wapi? Eneo la kanisa. Kwa sababu ni nini? Ni sadaka. Wewe unaendesha gari ya milioni 100, una raha gani? Wakati wewe umekuja kwa sababu ya kukomboa watu. Upo tayari kufa kwa sababu ya wale watu. Kuna watu waombaomba kibao, kuna watu hawana miguu, kuna watu wana uhitaji mkubwa sana. Uza wape. Sababu ndo kazi yako, ndo umechagua hivyo. Hamna mtu amelazimishwa kuwa shehe. Hamna mtu amelazimishwa kuwa shehe, wala hamna mtu amelazimishwa kuwa mchungaji. Ni ametaka mwenyewe. Kama umetaka mwenyewe kusaidia watu, saidia sasa. Umelazimishwa kuwa mchungaji? Hajalazimishwa. Wewe umeona kabisa kwamba mimi natosha kusacrifice maisha yangu kwa sababu ya watu wengine. Uko tayari kufa kwa sababu ya watu wengine? Saidia watu sasa. Tanzania tuna watu wengi ambao wana uhitaji mkubwa. Tusiishi kama Nigeria bana au India. Nigeria mtu tajiri kweli na anafanya kufuru. Maskini ukaenda kuomba sana kupiga na makofi. Au akakwambia njoo nikupige fimbo 10 nikupe hela. Ndio. Unasikia shehe anakupa nikutie fimbo 10 au 20 nikupe hela. Au India. Wahindi shehe ukimkuta muhindi tajiri kweli. Maskini kweli. Na nisikia shehe wangu, tusiishi hivyo. Ukiamua kuwa kiongozi wa dini, sasa ni kujitoa muhanga. Uko tayari kufa kwa sababu ya watu wengine. Ndio maana ya kiongozi. Sisi tujifunze kutoka kwako. Sitaki kuongea, sina historia sana kwenye toka niwe kwenye dini ya Kiislamu. Kuna baadhi ya vitabu siyavisoma sana. Nisikia shehe. Kwenye Wakristo kuna mtu anaitwa Bartholomayo. Sio kina nani, kuna watu ambao walikatwa na misumeno kwa sababu ya kuitetea nini? Dini, kuipigania dini ili watu ifahamu dini. Kuna watu walichomwa, yani karai la mafuta yanachemshwa, mtu anakaangwa. Ndio. Kuna watu tanuri la moto lile lilitengenezwa tanuri la moto akapitishwa shehe. Yote na watu kwa kupigania nini? Dini. Yani kukubali kwamba bana dini ipo, Mungu yupo. Hasa shehe wangu, sasa hivi watumishi wa sasa hivi changamoto tupo yani. Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Shehe mchungaji ana mashehe wana maisha, ni matajiri. Akija anambia msomee dua, salini. Wewe unafikiri kwa mtu asali shehe? Endeni kusali. Kuna mtu ambaye asali shehe. Hamna mtu anasali kama maskini shehe. Anasali mpaka analia. Mpaka mafua shehe. Lakini hana maisha. Hawasemi siri wanazozipita mpaka kupata mali. Mali zina mambo mengi shehe. Kwa watu wengine wanalala na nyoka kabisa. Shehe, mali zina mambo mengi. Kina Chief Goodluck. Chukua kitu kama hiki. Unaona fimbo kama hii? Hii fimbo kwa namna inatengenezwa, usiku inageuka nyoka. Usiku inageuka nyoka. Fimbo. Hii kwa namna inatengenezwa, usiku inageuka nyoka, mara mtu analala nayo. Pesa za unatuma. Kisha kwa nyoka unaituma bana, nataka pesa kesho asubuhi niamke na milioni 10. Kumtoka kama chifu pesa sio shida zake. Yule bana, yule mtu achana naye yule. Chifu achana naye. Achana naye. Mambo ni mengi. Shehe mafanikio na mambo mengi. Mafanikio na siri nyingi sana. Kuna namna tu ambavyo inabidi sisi tu kama unamuomba Mungu, muombe Mungu. Kama ni mshirikina, kuwa mshirikina. Kuwa mshirikina. Yaani kama unaroga kweli. Maisha sasa hivi kama pambano, ni vita. Kama unaroga kweli. Yaani kama unaamua kwa mshirikina, tafuta mganga kweli. Unajiamini sana. Mimi sina kwambia ukweli.